wanaosha nyavu zao. Yesu akapita akasema, nimeona vyombo viwili wamekaa wamekata tamaa. Yesu akasema, mnaombeni chombo kimoja nipande. Kama kawaida Petro alimfahamu Yesu, akasema sawa, kwa sababu wewe ni Yesu, sina jinsi. Akaruhusu Yesu apande chombo chake. Ni kweli na wewe leo tunahubiri ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa baraka. Askofu tena anakazana, mwaka huu ni mwaka wa kufanikiwa, ni mwaka wa kusonga mbele. Unaitikia tu kana kwamba ili mradi liende, lakini uhalisia moyo wako imefika mahali umekata tamaa. Uhalisia moyo wako imefika mahali umejaa na majuto. Unaitikia ili mradi siku ziende, waona unakuja kanisani. Ndicho kilichotokea kwa Petro. Alipoitikia, Yesu akafundisha, akaruhusu chombo chake kitumike kufundisha neno la Mungu. Halo. Ombe jirani yako hivyo, ruhusu chombo kitumike kufundisha neno la Mungu. Na mawazo yako na stress zako, ruhusu Yesu akutumie sawasawa. Ruhusu Yesu akutumie sawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Bila kujali mazingira yakoje. Hivyo na stress zako na mazingira ulionayo, ruhusu Yesu akutumie. Ndicho kilichotokea kwa Petro. Akaruhusu chombo chake kikatumika. Yesu akafundisha. Yesu hali akijua ya kwamba Petro hajapata kitu, akafundisha. Amefundisha. Baada ya kumaliza, anamwambia Petro, sikia, hebu teka nyavu mpaka kilindini. Petro akasema, mzee kachanganyikiwa. Petro akaona mzee kachanganyikiwa. Mimi nina elimu ya kuvua samaki, najua majina ya samaki. Haya sio majina ya kupata samaki. Akamwambia, haya sio majina ya kupata samaki. Mimi nimefanya kazi usiku kucha hapa, maana najua majina ya kupata samaki ni usiku, si ndio? Ndio nasema kuna samaki wengi wanapatikana mdogo, kwamba majina ya kupata samaki ni usiku. Elimu ya Petro inasema hivyo. Lakini Yesu anamwambia, tweka mpaka kilindini. Mwambie jirani yako, tweka mpaka kilindini.